Kaeni tu hapo, taongea tu tukiwa hapo kwa muda mfupi. Mheshimiwa Fatuma Dulo ambaye ni senator wa county hii, Mheshimiwa MCA wetu wa Oldonyiro, viongozi wa serikali kuu wakiongozwa na Bernice Lemedeket ambaye ni Principal Administrative Secretary kwa National Police Service, na pia ni msichana wa Samburu hii akitoka tu kwa county hapa jirani. Tukiwa pia na viongozi wa tabaka mbalimbali. Nimeona viongozi wa kanisa, wazee, vijana na wamama. Ezerian Bogin. Wazee Super Bogin. Basi asante sana. Na nyinyi wote mnapenda Yesu? Mmeisisi Yesu? Mmeisisi Yesu? Mmeisisi Yesu na hapo? Very good. Now mimi nataka kusema nimefurahi sana kuja sehemu hii kwa mwaliko wa seneta wetu, Senator Fatuma Dulo, ambaye tumefanya kazi na yeye kwa miaka mingi sana. Sisi tuliingia Senate siku moja na Fatuma na nikamwacha huko 2022 wakati rais alinipatia nafasi na akaniteua nitumike katika baraza la mawaziri. Na aliponiletea barua kutoka hawa vijana na akasema pia mko na mchango ya kina mama, niliona ni heri nikuje nishirikiane na nyinyi tufanye mchango huu. Na kwa hivyo nimefurahi sana kuwa hapa Oldonyiro. Mnanikaribisha? Mnanikaribisha tena? Mnataka nikae hapa Oldonyiro ama niende tu one way? Mnataka niende na nirudi tena? Mimi nasema asante. Makaribisho yenu wa mama, mimi kwa nyimbo zote mliimba, na asante kwa wale wasanii waliimba kwa hapa. Ule kijana ambaye ako na empowerment ya mambo yake ya kuimba, mimi nimesema niko tayari kusimama na yeye pia wakati siku hiyo itakuja, aliposema ni wiki ijayo, kwa sababu nimeona yeye anatumia kipawa chake, naoni kwamba ati ako na any form of disability at all. Yeye anaona ako ably enabled in a different way, na nimefurahia sana hiyo talent yake na sauti yake ya wimbo. Pia nimeshukuru sana kwa yale mmesema kwa makanisa. Sehemu kama hii inahitaji pia sio tu mambo ya bunduki, lakini inahitaji neno la Mwenyezi Mungu. Na kama vile Father amenipatia, na Father aliomba vizuri sana, na kwa vile amenipatia pia barua yake, nitaungana na yeye. Kama nisipokuja, nitatuma pia ndugu zangu wakuje waniwakilishe kusaidia kanisa, ndio kanisa pia iweze kasonga mbele. Watu wa Isiolo, nimefurahi kuja sehemu hii. Mnajua ya kwamba Mheshimiwa Rais anawapenda sana, na yeye amenituma kwenu. Mnapokea salamu za Rais? Mnapokea salamu zake? Unafikiria nitakuja na salamu tu ya mdomo peke yake? Si lazima nikuje na mkono yake. Mnapokea salamu zake? Mimi nasema kwamba Mheshimiwa Rais anafurahia sana watu wa Isiolo. Amekuwa tangu aanze siasa, amepata uungaji mkono mkubwa sana na viongozi wa Samburu hii. Yeye amekuwa kiongozi ya Kenya kupitia kuanzisha safari ya Isiolo hii. Wa Samburu, wa Isiolo, wa Borana, wa Turkana na jamii zote zenye zinaishi hapa Isiolo wameshika mkono Mheshimiwa Rais wakati alisimama siasa. In fact, tukianza 2013 mbunge wenu hapa na mbunge ya the other constituency alikuwa anatoka URP, au wote walikuwa kwa chama cha URP. Na mimi nataka niseme ya kwamba Rais anawatambua sana wakaaji wa Isiolo hii na wakaaji wa sehemu hii ambaye ni northern part of Kenya, anawatambua sana. Pia mnajua ya kwamba mipango tofauti inaendelea. Kama vile mmesema barabara inaendelea. Hii barabara yetu hii ya kutoka Isiolo ya kufika hapa kupita hapo Ngare. Mlisema ile bridge inaitwa Ngare? Ngare. Ngare, si ndio? Mheshimiwa Rais, mnajua kwamba pesa iliwekwa na barabara inatengenezwa, na amesema kwamba ile bridge yenye mmeomba
Nimeongea saa hizi na waziri Davis Chirchir, pamoja pia nimeongea na DG wa Kera anaitwa Magondu, na wamesema watahakikisha kwamba hiyo bridge imetengenezwa ndio usafiri ikuwe ya rahisi kutoka hapa mkienda upande wa Isiolo. Mimi nitafuatilia hayo kwa sababu nyinyi mmesema nifuatilie. Pia mnajua Mheshimiwa Rais mlipomwomba sub county kwa hiari yake aliniambia nihakikishe ya kwamba sub county ya Oldonyiro wamepata DCC, na mnajua kwamba sasa mko na DCC ya hii sub county. Mimi nataka kushukuru Mheshimiwa Samal ambaye tumefanya kazi pamoja, tumekuwa bunge na yeye kwa sababu ya ile kazi amefanya kujenga headquarters ya hapa hii Oldonyiro. Mimi nataka niwahakikishie kwa hiyo headquarters imejengwa, tunaenda kuweka pale all the services ya serikali. Ikiisha tunaweka services yote ya serikali. Hamtaenda tena huko Isiolo, mtakuwa mnachukua hapa birth certificate, death certificate, ID na mambo yenu yote itamalizikia hapa. Na kama vile mumesema recruitment yoyote ya jeshi, ya polisi, ya prisons haitaendwa tena huko, itafanyiwa hapa Oldonyiro. Hiyo ni kuleta services closer to the people, ifikie watu kwa hapa mashinani. Pia nataka niwahakikishie ya kwamba ile kazi tunafanya saa hii ya kupeana ID na kuleta kura kwa wananchi, tutahakikisha kwamba tunalete machines ambaye ni live capture machines yenye italetwa mpaka sehemu hii, ni wananchi watembelewe kwa kila kona, mpate ID yenu kwa penye mko, na chini ya siku 7 tutahakikisha ID imerudishwa ifike hapa nyumbani. Watu wangapi hawajapata ID yao? Hawajapata kitambulisho? Inua tu mkono, usione aibu. Watu wenye hawana kitambulisho, hebu mtu wa translate. Wangapi hawana kura? Hawajapata kuandika kura kupande. Unaona mama pale, mwingine, msiogope. Ni kama mko sawa basi sitatuma mtu hapa. Mnataka nitume ideas hapa? Hebu nione wenye hawana. Nyinyi ndio amna inaitwa nini? ID kwa Kisamburi inaitwa? Nani ana kipande? Mwenye ana kipande. Hebu inua mkono vizuri. Nani ana kipande? Kujeni muangalie sasa. Nani ana kipande? Mwenye hana ama mwenye ako nayo? Nani hana? Yaani hebu sema kwa Kisamburu tunasema aje? Kuja useme hapa chief. Uliza wangapi hawana kipande hapa? Wonga ile mata kipande, kwa ronga ile mata kipande, ile benga ina ole ngai coin. Peyo ene mata, ne to dum ne mata. Ene to dum ne mata, ronga ile to dum ne mata. Miata na kada na itu dum, na ne to dum miata, ile benga ina. Ata ole tura ile benga poke. Bore gule. Wewe umeangalia? Ile bia bago kwa ibe dina kwa tamano kuna tide. Tana miata kipande. Wana kipande? Angalia. Ile benga ina bago na kona wendo ngolongari. Nani ana kura? Ile bia ito ko ngale miata kura ngaina. Ile bia da boke ngale to du. Angalia. Wenge. Ile bia bago na kona tide. This is a problem. Sawa. Asante chief. Thank you sir. Sasa asanteni sana, asante. Sasa wewe chief, uko wapi chief? Rudi. Wewe ni chief ya hapa. Chief ya hapa. Sasa chief, so wewe unajua ile mpango tuko nayo? Najua sasa. Tutatuma wale watu wa ID wakuje hapa. Wakikuja ita hii baraza au watu wapewe ID kila mmoja. Umesikia namna hiyo? Gaidi kaka. Koi tuma gera oldongana elkaran robo no adungo kenda inyo nge pandeni. Na jege ndiage ndai yo baraza ngugwana sabo kona dugwana. Nubo no adungo nge pandeni tiningo. Ande jashe. Ando zungai. Bas, asante sana. Na kura pia tutatuma mtu ya kura na ufanye namna hiyo. You can see, and let me speak to the professionals who are hapa. You can see that many people here don't have IDs. And they just don't have IDs, and they are not young. These are older women. Most of them are women. And women are the most trusted people in decision making. But at the same time, they don't have ID. They don't have a voter's card. You know? So this is marginalization.
Mimi nataka niwahakikishe watu wa Isiolo, hapo Samburu, huko Marsabit, kwenda Garissa, kwenda Wajir, kwenda Mandera, kurudi hapa Baringo, kwenda Turkana, West Pokot, sehemu ambazo imewachwa miaka mingi. Sasa hii ni wakati wenu wa kuchukua kitambulisho na kujiandikisha kwa kura. Hii ni wakati wenu. Hii marginalization lazima ifike mwisho. Hatuwezi kuendelea na watu wengi sana hawana haki ya kukuwa na SHA, hawawezi kupata pesa ya wazee, hawawezi kupata huduma ya M-Pesa kwa sababu ati mtu hana ID. Nasikia wamama hata hapa waliambiwa na bwana zao, hakuna haja ya ID, ukitaka M-Pesa nitakuwekea tu kwa simu yangu. So tunataka kila mtu akuwe na kitambulisho yake ndio aweze akakuwa na haki ya kupata services kama mwananchi kila mahali. Na nimewaambia hiyo ofisi ya Oldonyiro ikiisha, tunaleta wakubwa wa mambo ya kitambulisho wakuja wakae hapa ndio wapatie nyinyi mambo ya kitambulisho. Tuesday and Wednesday next week. Yeah. The entire team inakuja hapo kupeana vitambulisho, voters card, SHA na kile. Sasa Tuesday, mnajua Tuesday kesho inaitwa nini kwa Kisamburu? Jumapili na Jumatatu? Jumatatu. Alafu Jumanne. Jumanne kutakuwa na baraza hapa ya kupeana ID na ya kupeana voters card na kupeana SHA, itamalikizika hapa Jumanne. Na mwenye hatapata Jumanne anapata Jumatano. Watakaa hapa Jumanne na Jumatano. Hii hatutaki hii marginalization iendelee. Alafu unasikia wale wako Nairobi wenye wanatutuzi wanasema hao watu ni wachache, ati hawana shares, wasifanyiwe maendeleo, na kumbe nyinyi mko lakini hamko kwa hesabu. Mimi nataka mwaka hii tuwaonyeshe kwamba tuko kwa hesabu. Ambia hawa sasa Murkomen ndio anasawazisha watu wa pastoralist communities, kila moja hahesabike kwa Kenya. Si namna hiyo? So ukifika nyumbani ambia watu Murkomen amekuja na amesema sisi watu wa Isiolo tunataka kuhesabika kama wale wa Nairobi. Ndio madharau iishe. Kila mtu apate nafasi ya kuwa Mkenya. Na kuna wengine wenye wanajisikia hawa ni wa Kenya kuliko wa Kenya wengine. Pia nimeambiwa na viongozi wenu wakiongozwa na senator hapa, MCA, na hata Mheshimiwa Samala alinipigia simu, waliniambia kwamba mambo ya administrative units ya hapa ati amjatosheka na Oldonyiro, ati amjatosheka na ile Oldonyiro sub county, ati mnataka location tena na mnataka pia sub location. Nyinyi ndio mmesema hiyo maneno ama ni ya wanasiasa? Ni nyinyi mnataka location nyingine tena? Basi nimeambia county commissioner aite baraza, nyinyi mkipitisha aniandikie barua ndio mimi niweke sahihi. Sawa sawa. Pia nimesikia hapa ati nyinyi mnataka polisi. Mnataka polisi? Mnataka police station? Nilifikiria mnaogopa polisi. Nyinyi mnataka police station Kipsing? Ya ukweli? So niende nijipange nione vile tutaweka police post pale. Basi nitahakikisha kwamba tumetafuta police post ya Kipsing, na tuhakikishe askari, kuna askari watagraduate Ijumaa wiki ijayo. Tutaanza kugraduate wale askari tuliandika 10,000. Sasa tutaanza kuwaletea askari ya kutosha kulinda nyinyi kwa sehemu hii na kwa sehemu zingine za Kenya, ndio watu waende kwa kazi zao kwa njia inayofaa. Pia mimi najua ya kwamba tangu hii serikali kuje katika uongozi kiongozwa na rais, tumepambana sana na mambo ya majangili. Tumepambana, lakini bado hatujamaliza kila mahali. Sehemu za Baringo huko, Elgeyo Marakwet, sehemu ya West Pokot kwingine, Turkana sehemu nyingine, Samburu sehemu nyingine, na hapa Isiolo sehemu nyingine, tumeweza kuleta mabadiliko. Lakini sasa bado kuna sehemu kona ambayo bado ni mbaya. Unaona hii kona ya kona ya Samburu, Isiolo na Marsabit. Kuna wakora wamejijaza hapo, na wengine wakaenda kukaa Mkogodo Forest. Alafu wanasumbua watu kwa hii valley. Na kuna wengine pale tu karibu na Suguta pale mpaka ya Samburu na Baringo. Mimi nataka niwahakikishia kwamba juzi tu tuliwafuzu askari wengine wale mlisema mnaita Wajakoya. Unamnajua hawa?
Mnajua hawa? Mnataka turudishe hawa hapa? Sasa watu walimaliza shule juzi, wanakuja hapa na mtakaa na hawa kabisa milele mpaka kila kitu imalizike katika dunia hii. Hawa ndio wataenda kutoa ngamia huko chini, huko penye imefichwa. Sasa kwa sababu wakora, kuna wenye wanasikia yenye ninasema, mimi nataka niwaambie hiyo ngamia iba na mbuzi ya watu mulete kwa hiari yenu, kwa sababu Wajakoya wakifika, SOG wakifika, hawa watakuja pale, watatafuta kwa njia yoyote mtu mwenye ako na bunduki na mwenye anakaa na ngamia ya mtu, anakamua maziwa ya ngamia ya mwenyewe na anakula nyama ya mbuzi ya mwingine. Wewe utakutana na jamtema kuni. Ni afadhali ujitokeze mwenyewe. Mimi nimekaa na wazee hapa, wazee wa kutoka jamii ya Kisomali, wametoka huko upande ule ya Isiolo town, na wamekuja kuniambia ni kama serikali mkono yake ni mfupi. Alafu wakasema ati sisi hatuwezi kufanya chochote. Mimi nimewaambia sitaki kusema promise, nataka tu niseme serikali itafanya ile inafaa kufanya ili kubadilisha hii uwizi ya ngamia, ya ng'ombe, ya mbuzi, ili kumaliza hii kona yenye imebaki. Mimi najua kuna kiangazi za hizi na watu wengi wanatembea wanatangamana, lakini hiyo isilete vurugu kati ya jamii. Tunataka watu waishi kwa usalama, na ninawahakikishia watu wa Isiolo kwamba ingawa imechukua muda kidogo, promise nikikuja Isiolo kwamba kuna askari ambao tumewapeleka training, na wakitoka na equipment yenye tumenunua mpya ingine ambayo inafika, itawasaidia kufika sehemu ambazo hatujafika siku nyingi tangu jadi, kuhakikisha tumekomboa sehemu hii, ile triangle ya Kom ambayo inahusu Isiolo, inahusu hapa, inahusu pale Samburu na pale Marsabit, haswa sehemu ile ya chini hapo kwa vile tumesema hapo Kom area. Sisi tutakomboa sehemu hiyo, na mimi niko na imani ya kwamba kwa muda mfupi maaskari wetu wataweza kukomboa sehemu hiyo, na wale wako na bunduki haramu warudishe kwa serikali. Tukifanya hiyo operation, hatutaumiza wamama, hatutaumiza watoto ama wazee ama watu ambao sio majangili. Itakuwa ni intelligence targeted operation ya kuweza kukomboa sehemu hii. Kuna mambo mengine nimeambiwa ya maji, nimeambiwa mambo ya land issues. Mmesema mambo ya conservancy, na mnataka hiyo conservancies wapewe security, ili wamekuwa trained lakini wanataka kupewa license ya kukari firearm. Tutaangalia application yenu nikifika huko, baada ya county security team kuangalia kwamba usalama hatutadhuru usalama, tutaona vile tutawasaidia. Pia mambo ya NPR tumewapatia juzi NPR kidogo, lakini tutaassess kama watafanya kazi nzuri chini ya polisi. Tutahakikisha kwamba pia hawa wamepewa nafasi nyingine ya NPR wengine kuweza kuandikwa kwa sehemu hii. Pia nimeongea na Mheshimiwa Samal kupitia CDF, tutaendelea kujenga maofisi ya chief, na tuta-improve ile ofisi ya ile police station ya Oldonyiro. Mimi nitatafuta pesa nusu, CDF itafute nusu, tujenge police station ambayo inafaa ili isaidie watu wetu kufanya kazi. Pia nimeambiwa hapa mambo ya magari. Tuko na shida ya magari kwa nchi nzima. Lakini mimi tunapambana kwa wizara kutafuta pesa ya kutosha, na pia njia bora ya kununua magari 1,000 kabla ya Disemba, na hiyo tukipata tayari tutawaletea pia nyinyi mkuwe na gari yenye itasaidia kufanya kazi kwa sehemu hii. Siku yenye mlikuwa mnataka sub county mliniambia msijali, tuko hata DCC atalala kwetu nyumbani, patia tu sisi DCC. Wakati nimetuma mmesema sasa hii ni DCC gani hata mahali pa kulala. So mimi nataka leo nirudi na DCC Nairobi mpaka mulete nyumba yenye atalala. Kwa hivyo nimesikia hiyo maombi yenu ya kusema lazima tujengee nyumba. Fanya consultation na CDF kupitia Mheshimiwa Salmal, tuone njia ambayo tutaweza kufanya also accommodation ya huyu bwana wenu DCC. Mimi nitafute nusu, CDF itafute nusu, ndio tuweze tukasonga mbele pamoja. Tuko pamoja? Kwa hivyo nimekuja hapa kusaidiana na nyinyi. Mimi nimefurahi sana
tukipata wanafunzi kutoka jamii wa 300 wakae kwa shule na colleges na wapite mtihani yao, hawa ndio watatusaidia kusongesha mambo ya maendeleo kwa sehemu hii iende mbele. Pia nataka kushukuru Senator wetu Fatuma Dulo kwa sababu yeye ameenda kwa ofisi ya special programs na chakula imeletwa hapa sasa. Baada ya hii mkutano mtapewa chakula ya kwenda nayo nyumbani kwa sababu imeletwa hapa ile kutoka special programs kupitia mpango wa senator wenu hapa. Mnajua ya kwamba mimi ni rafiki yenu hapa Isiolo. Simesikia namna hiyo? Huyu mheshimiwa Fatuma Dulo tumefanya kazi na yeye, unaona pia anaomba kura. Mimi nilikuwa mdozi yake siku nyingine. Mimi nilikuwa majority leader, yeye alikuwa deputy yangu. Na tumefanya kazi na yeye, nafurahia. Na yeye ni chair sasa wa security kwa Senate na mimi ni waziri wa security. Tunafanya kazi pamoja na yeye, na ukiona akililia mambo ya security kwa hapa, mimi nataka niseme ya kwamba nitapambana kuhakikisha tumesaidia yeye akiwa chair yetu kwa mambo ya security na tusaidia wananchi katika Isiolo hii waishi kwa amani. Pia nataka niseme ya kwamba nashukuru mheshimiwa MCA. Huyu MCA wakati nilipewa kazi niliambiwa niangalie vizuri. Nikaangalia ni kama alikutana na pastor ameokoka. Si huyu MCA ameokoka tayari? Sasa Father uniangalilia asirudi nyuma, aendelee mbele na injili ya amani katika sehemu hii. Nashukuru bwana MCA na wenzako wenye wanashindana na yeye wote, mimi ni supporter wenu nyinyi wote. Pia mmesikia mheshimiwa Fatuma anataka kusimama governor, anashindana na governor wa hapa. Sasa wote watashindana pamoja kwa njia ya amani. Si namna hiyo? Bila kuleta vuruku na kuleta shida. Siasa ya amani ni siasa nzuri sana ambayo tunataka kusisitiza. Pia hapa Isiolo tuko na shida ya madawa ya kulevya, bangi na madawa ya kulevya, na yote nyingi zinatoka upande wa Ethiopia. Na sisi tumeweka strength kwa ile anti-narcotics unit, na nitatuma DCI wa mkubwa wa anti-narcotics arudi tena hapa Isiolo ili akuje aweke mikakati vizuri ni jinsi gani tutapambana na hao wakora. Na rais wakati alichakuliwa alisema mambo ni mangapi? Matatu. Matatu. Sasa nasikia mmerudisha ikuwe mawili. Mtu awache hiyo njia ya madawa ya kulevya ama aende safari. Si namna hiyo? Kwa hivyo tunataka kupambana na hao madawa ya kulevya, na haya madawa ya kulevya kwa sababu watoto wetu wanaumia, and it is not right for society. Na this is a problem that is global. Inatoka huko Ethiopia, inapita huko Marsabit, inaingia Isiolo na inaendelea kutembea ikienda ndani ya Kenya kuumiza wa Kenya, and our security forces are alert. They are working on a multi-agency level and we will continue working hard to make sure that the security ya sehemu hii imekaa vizuri. Mimi tu ningependa kusema machache ya kufungia. Niseme ya kwamba nchi yetu iko salama. Mambo ya banditry kama vile mmesikia tunapambana hayo. Mambo ya madawa ya kulevya tunapambana nayo na tumepambana kweli. Mambo ya Al-Shabaab, jeshi letu, askari wetu wanakaa pamoja na wajasusi na wanafanya kazi nzuri. Bado tuko na changamoto tu kidogo ambayo watu wengi wamepigia debe sana mpaka inaonekana kwamba ati kuna shida kwa Kenya. Mimi nataka kusema hakuna shida kwa Kenya. Shida hiyo kidogo ya wauni inaletwa na wanasiasa chache sana kwa Kenya. Kenya iko na 0.0001% ya wanasiasa, na hawa ndio wanatusumbua na mambo ya uuni. Na mimi nimesema na nataka nisisitize hapa, hatutakubali watu wachache sana waendeshe kazi ya kuleta vuruku kwa wananchi kupitia uuni yao. Jana nilisema ya kwamba sisi kama idara ya security kazi yetu ni kulinda wananchi wote, na nimesema tukipata intelligence report ya kwamba watu wako na nia mbaya, tumesema ya kwamba idara ya DCI inakabiliana na hawa watu wenye wako nia mbaya kabla hata mkutano ijaanza. Hatuwezi kungojea mpaka atirali ifanyike
before, even 2 days before, mtu yoyote mwenye anapanga mabaya tutawashika tuwapeleke kotini. Changamoto yenye tumekuwa nayo ni kwamba tukipeleka kotini wanafunguliwa haraka, ati ni haki za kibinadamu, na ni wao ndio wanapanga njama ya goons. Sisi tunasema the DCI has to act before, not during the rally, but before the rally takes place. Pia nilisema jana, wananchi msikubali mkijua mwanasiasa fulani anatembea na wauni, rallies zake anafanya na wakora, na anatembea na wauni na amemobilize wakora, msiende mkutano huo. Mimi ninasema nitatangazia wananchi, wakati mwanasiasa yoyote anaenda kupanga mkutano yake na tunajua hiyo mwanasiasa ni mtu kutembea na goons, I am advising the citizens of Kenya not to attend rallies for politicians who are walking around with goons, because prevention is better than cure. I have seen some people wananiambia ati you are making a statement ya kuambia watu wasiende rally. It is not a must for the people of Kenya to go to rallies organized by politicians who are working with goons. I have said and I will repeat, every citizen of this republic is rightly warned that wewe ukienda rally ambaye mwenye ameorganize ni mtu anatembea na goons na ni mtu anapenda kuenda na goons, wewe unahatarisha maisha yako. Na kama idara ya usalama, we are advising our citizens to take preventive measures to ensure that they don't attend rallies that are organized by politicians who have recruited young people to carry out acts of violence during their meetings, so that they can intimidate people and appear as though they are the only ones who are running for office. Ya pili, tumesema the DCI office through the Inspector General of Police should not wait until goons are in a particular rally. They must be able to take preventive measures to arrest those goons beforehand, so that they do not have a chance to go to those rallies. Wengine wananiambia ati wao tuambie hii mambo ya Homa Bay iliendaje. Tuambiane ukweli. Hiyo mkutano ya Homa Bay, asubuhi polisi wali escort hao watu walinda mwananchi ama linda something wenye walikuwa wanaenda rally huko Homa Bay. Wakapeleka wakaenda rally ya kwanza, wakapeleka wakaenda rally ya pili, na askari walikuwa mbele, mapicha zinaonyesha. Lakini pia ilionekana ya kwamba, na mimi nataka kusema wazi, hawa watu walinda mwananchi or linda something group walikuwa wamepanga njama ya kutembea na wauni, na walitaka kutoa wauni 300 Nairobi, na walitoa wengine karibu 50, walikuwa wanaenda kutoa 50 Kisumu, na wengine 50 huko Siaya. Kwa sababu ya National Security Team, huyu Inspector General of Police pamoja na ofisi ya DCI alikabiliana na hawa, na ndio ukoona wale 300 hawakufika kutoka Nairobi, hawakufika Homa Bay. Uliona kwamba wangi wao 15 walishikwa wakitoka Kisumu na mapanga na mamiti ya jembe, na wao saa hizi wako kwa cell wanangojea kesi. Mnajua ya kwamba huko Homa Bay kwingine watu zaidi ya 15 pia walishikwa, na wao waliposhikwa, wao saa hizi wako ndani wanafanya cell. So instead of people appreciating the National Police Service, waseme asante kwa IG kwa kazi nzuri anafanya, anasema ati IG amelegea. Kama National Police Service na Inspector General of Police na DCI kama wangeshika hawa wakora kabla rally ijaanza, saa hizi tungesema mambo mengine kuhusu hiyo rally ambayo ilikuwa Homa Bay Town. I want to thank the Inspector General of Police, I want to thank DCI and our police officers for taking preventive measures to make sure that the Homa Bay rally was not going to be a place for bloodshed. More lives would have been lost had they not taken preventive measures based on the intelligence report they had. Ya pili nataka niseme ya kwamba ile rally ilipofika usiku kwa Homa Bay Town, security team ya Homa Bay iliambia wale walinda mwananchi waache mambo ya rallies waende nyumbani kwa sababu kumekuwa na giza.
lakini waliinsist kwamba lazima tuonyeshe wale wengine ambao walikuwa wanashindana nao ubabe katika town ya Homa Bay. Mimi nataka niseme ile hasara ilipatikana kwa Homa Bay ingekuwa prevented kama hawa wangesikiza ile advice ya security team kuchukua preventive measures. There is no need to go with hooligans and violent people to meet other violent people ati waende walete vita kwa town kwa giza mpaka tukapata hasara ambayo tumepata. I want to ask all politicians to work with the security team to ensure that their meetings and they should follow the security protocols. Mimi pia nataka niwaambie it's a big shame kwamba wengine wao wanaongea kina Orengo, kina sijui Babu Owino, kina sijui mwingine anaitwa Sifuna na wengine ati wanajifanya hawa ni malaika na ni wao ndio walikuwa wamesanya wakora kutembea na hao kwenda Homa Bay. Wale wameshikwa wako cells hizi, utaona Orengo this week na next week atakimbia kotini pamoja na huyo Babu Owino na huyo Sifuna ati walete wafunguliwe, kwa sababu wanajua they are the ones who mobilized those goons who were arrested on their way to Homa Bay, and there are some others who have escaped, and the National Police Service must continue focusing on arresting those criminals without giving them a chance. Let no one, both sides of the political divide were guilty in Homa Bay, and we are not going to accept a situation where kidole inaelekezwa kwa security na watu wetu wanaumizwa. Pia mnajua police officer alikufa, mnajua police officer 4 waliumia. We are not going to accept that situation, and I want to thank our police officers kwa kuleta security kwa Homa Bay ambayo ingekuwa mbaya zaidi kama polisi hawangechukua hatua ya kiusalama. Ama mnasemaje wananchi? Mnataka wanasiasa watumie wananchi kuumizana? Tunataka wanasiasa wote ambao wanatembea na goons wafunge virako vyao mwaka ujao, waende nyumbani, tuchague watu ambao wako na usalama, watu wanashingatia mambo ya usalama. Na I am not going to be intimidated by anyone. I am not going to be intimidated by anybody. The National Police Service is not going to be intimidated. The government will not be intimidated. And we are not going to make the interest of few politicians a national crisis. There is no crisis. Kenya is safe. We just want to tell those who are walking around with goons, we will continue with our preventive approach. We will arrest them in good time, even though we face the greatest challenge from the judiciary, because they are not giving us the support that we need. If we are giving the right support, they will ensure that these goons are properly punished, we will not be having these issues repeating itself. Asanteni sana, nimeongea mengi. Sasa ni wakati ya kutoa pesa.